Leo tutatoa kisa cha mzazi mmoja aliyekuwa akimpenda sana mwanaye kiasi kwamba hakukubali kumwona mtoto wake akiwa katika masononeko ya hali yoyote ile. Baada ya kumlea mtoto katika hali hiyo ya kumpenda sana mtoto bila kumwambia chochote, bila kumuonya, bila kumkosoa, bila kumwelekeza vizuri, ukafika wakati ambapo yule mtoto sasa alitakiwa kuanza shule. Wakati akiwa shule ndipo sasa mambo yakaanza kuwa tofauti, kwa sababu kule shule anakutana na watoto wenzake ambao nao wamelelewa katika malezi yao tofauti, maisha ambayo ni mchanganyiko. Lazima mtoto apate changamoto, lazima mtoto aonywe, lazima mtoto asononeshwe kidogo, lazima mtoto afurahie. Kwa mtoto huyo amelelewa katika malezi ambayo ni balance, yani kiasi kwamba hali yoyote atakayokutana nayo katika maisha anaweza kusurvive. Sasa katika michezo hapa na pale, yule mtoto ambaye amelelewa kwenye malezi yale ambayo hatakiwi kufanywa chochote akawa amesukumwa na mtoto mwingine. Baada ya kuwa amesukumwa, yule mtoto akalia sana, akaenda nyumbani amehuzunika, mnyonge. Fika nyumbani, babaka anamuuliza, vipi mwana, mbona leo uko hivi? Yule mtoto akamwambia, baba, tulikuwa tukicheza na wenzangu, mtoto mmoja akanisukuma nikaanguka. Yule mzazi akaumia sana, akamwambia, siku nyingine akikufanyia hivyo mwambie shenzi sana tena sana na unikome. Basi yule mtoto akalichukua hilo neno akaanza kuishi nalo. Siku nyingine hivyo wakiwa katika michezo, mtoto mwingine akawa yaani katika ile kucheza akamnyang'anya peni yake. Alipomnyang'anya kalamu, basi yule mtoto yule kumnyang'anyana, baadaye akawa amemtukana ile tusi, shenzi sana tena sana na unikome. Basi yule mtoto mwingine, kwa sababu wamezoea malezi yale ambayo ni mchanganyiko, yeye hakuumia sana katika hali hiyo. Basi yule mtoto aliporudi nyumbani akafika akamwelezea babake hiyo story. Anambia, baba, leo kwa mtoto mwingine alinyang'anya peni yangu, basi nikamtukana hivyo. Mtoto akamwambia, sawa, hivyo ndo vizuri. Wasikuzoee sana. Basi maisha yakaendelea. Siku moja yule mtoto, wakati sasa hapo darasani, akaja mwalimu wakati ule kugosa yale madaftari, akamwambia, haya, wote kwenye somo langu mliopata chini ya maksi 50 pita mbele. Basi na kwa sababu ziko chini ya 50 ikabidi apite pale. Alipita pale, basi yule mwalimu akatoa adhabu ya viboko. Baada ya kutoa adhabu ya vile viboko, kwa sababu hajawahi kabisa ku experience kiboko, basi karudi nyumbani amehuzunika, mnyonge, anasonona. Mzazi akamuuliza, vipi, mbona leo hivi? Mtoto akamwambia, mwalimu amenichapa. Amekuchapa kwa nini? Mimi mwenyewe sijawahi kuchapa. Inakuwaje akuchape? Akamwambia, sasa siku nyingine akirudia mwambie shenzi sana tena sana unikome. Basi yule mtoto siku iliyofuata ameendelea na kwenda shule. Siku nyingine sasa imefika wakati wa mtihani. Unajua shule zetu zile ambazo tumesoma dumu na mfagio, jina maarufu. Sasa kufanya mtihani akawa amekosa. Hajafikisha zile marks ambazo mwalimu anaridhika. Kama kawaida walimu. Aliyopata chini ya marks fulani, tuonane hapa mbele, pita mbele. Na yule akiwa mmoja wapo. Basi walimu kama kawaida kutoa adhabu kidogo, chapa kiboko cha kwanza cha pili. Yule mtoto akamwambia, shenzi sana tena sana unikome. Yule mwalimu akastaajabu. Mtoto alirudi nyumbani akamsimulia babake. Baba akasema, hivyo sasa ndo vizuri. Sasa bana, siku si nyingi. Ukicheka kilema kwa jirani yako, na wewe ipo siku utakipata. Basi bwana, siku si nyingi, yule mtoto akafanya kosa pale nyumbani. Baada ya kufanya kosa pale nyumbani, yule mzazi akamwadhibu. Baada ya kumwadhibu, yule mtoto akamwambia, shenzi sana tena sana unikome. Unaona? Kwa hiyo kile kibao kikageuka upande wake. Kuna kitu cha kujifunza. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Wahenga walituambia hivyo, hawakuwa wanatania wala hawakuwa wanachekesha.
walikuwa wanaongea vitu ambavyo ndio uhalisia wa maisha. Kile ambacho mtoto leo unamfundisha kumfanyia mtu mwingine, kesho na kesho kutwa atakufanyia wewe, na kesho na kesho kutwa hayo ndio atakayokuwa maisha yake. Kwa hiyo mzazi, chunga sana kile ambacho unamfundisha mtoto wako. Mfundishe kutenda yale ambayo ni mema, yale ambayo yanapendeza binadamu na kumpendeza Mungu. Kumbuka, huyo mtoto haishi na wewe siku zote, ataishi na watu wengine. Kile unachomfundisha kuwatendea wengine, kesho na kesho kutwa atakutendea wewe pia. Kwa hiyo lazima tuwalishe watoto wetu vitu ambavyo ni bora katika ufahamu wao, ili kesho na kesho kutwa tuwe na kizazi ambacho ni kizazi chenye weledi, kizazi chenye maadili, kizazi ambacho kila mtu akikutana nacho aseme hiki ndicho kizazi ambacho kimelelewa vyema, hiki ndicho kizazi ambacho ulimwengu unakihitaji. Wewe kama mzazi ambaye huenda una mtoto au hauna mtoto, unajiandaa, unatarajia kupata mtoto, viko vitu vingi ambavyo unaweza kufikiria